Okay, ndugu watazamaji, kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshinda salama. Na sasa hivi nipo barabarani, kama unavyoona hali ya hewa ya nje sio nzuri. Kuna upepo mkali, kuna hali ambayo ni asintofahamu, kwa maana kwamba hali ya hewa imebadilika sana. Kuna upepo mkali, snow chini, barabara zinateleza, na hata magari kama unavyoona yanatembea tu taratibu, mwendo ni mwendo wa kinyonga. Kwa hiyo ndo hali ambayo ilipofikia leo Disemba 29, Disemba 29, kwa sababu nakumbuka jana ndo ilianza hii hali, lakini jana ilikuwa ni mvua na upepo mkali. Lakini sasa leo hali imebadilika na kuwa mbaya kabisa, ni snow na upepo mkali. Kwa hiyo ndo kama unavyoona magari ni mwendo wa taratibu tu, na kama unavyojua kwamba Marekani pilika ni nyingi za huku na kule, na usafiri mwingi haswa watu wanatumia magari. Kwa hiyo hii ndo hali ambayo tulionayo leo, na sasa hivi kama unavyoona naendesha gari, lakini natoka kazini. Lakini kazini tumeambiwa kwamba tuende nyumbani kwa sababu hali ya hewa ya leo sio nzuri sana. Hata wewe mwenyewe ndugu mtazamaji, sasa utakuwa unaona mbele kuna kama ukungu fulani, lakini sio ukungu, hilo ni vumbi, ni ile snow kwa imeanguka chini na kuwa kama unga. Sasa ule unga ule unakuwa vumbi sasa, kwa sababu kuna upepo mkali unakuwa unapeperushwa na upepo. Kwa ndio maana unaona kama mbele vile kama kuna vumbi. Kwa hiyo vumbi ni ile snow ipo nyingi chini hapo. Kwa na imeganda barabarani kama unavyoona, hata mwendo wenyewe tunaotembea ni mwendo wa kawaida sana. Okay, mwendo wa kawaida, hata gari pia zipo kwenye mwendo wa kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndo hali ya Marekani, na hii hali mara nyingi sana inatokea kwenye kipindi cha winter, kwenye kipindi cha summer ambacho ni kipindi cha jua, kwenye kipindi cha fall ni kipindi kingine ambacho tunaweza kusema kwamba ni kipindi cha kidogo nimesahau, unaona kwa. Lakini hichi ni kipindi cha winter. Kipindi cha winter ni kipindi ambacho ni kipindi cha snow. Kwa snow, lakini inategemeana mwaka na mwaka. Kuna mwaka snow inakuwa ni ya kawaida tu, inakuwa ni nyingi lakini haina madhara. Lakini kwa mtazamo ambao tunauona mwaka huu, hii snow yake kidogo inaweza ikawa, hatuombi kwamba iwe na madhara, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu aifanye kuwa ni ile ambayo ya kawaida na salama, kwa sababu kama mwaka wa juzi ule wa 2023 nakumbuka kama kuna madhara yalitokea, kuna watu walikufa kwa sababu ilitangazwa kwenye vyombo vya habari pia, kwa sababu nasikia ilikuwa ni snow nyingi sana. Muda mwingine watu gari walikuwa wanaziacha barabarani, kuna wengine mtu nyumbani umeme umekata, mtu nyumba inakuwa inapoa, mlango huwezi kufungua, snow nje inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo na haswa huko Marekani ikifika kipindi kama hichi, umeme unakuwa ni muhimu sana kwenye nyumba, na mambo ya usafiri pia inakuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo ukija kukosa vitu kama hivi, kwa mfano kwanza vitu vya muhimu nyumbani kwa kipindi haswa kipindi kama hichi au kipindi cha snow, yani kuwa na chakula ndani cha kutosha ni muhimu, kuwa na umeme ni muhimu, kuwa na usafiri ni muhimu, na mambo mengineyo ambayo ya msingi ambayo na pia yana umuhimu. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni muhimu sana kuwa navyo kama hichi. Kwa hiyo hivyo vitu ukiwa navyo kidogo inakusaidia wewe kutokupitia changamoto nyingi. Kwa mfano tukizungumzia kwenye upande wa chakula, kwa mfano ikitangazwa kwamba wiki moja hamna kutoka nyumbani, hali haitakuwa nzuri hii wiki yote. Unajua kabisa una chakula cha kutosha ndani, hautoweza tena kusumbuka, hautoweza kusumbuka kuhusiana na mambo ya chakula na vitu vingine, hautoweza kusumbuka, unaona. Kwa hiyo inakuwa wewe ni rahisi. Kuhusu umeme unasaidia. Kwa mfano kipindi kama hichi cha baridi, watu wengi manyumbani huwa wanatumia umeme, kwa sababu zile nyumba zinakuwa ni nyumba ambazo kama nyumba za box. Ili mradi uweze kusurvive humu ndani kwenye hii nyumba, unaona, angalia, naenda huku naenda pembeni, unaona unateleza sana chini, afu snow ni nyingi. Unaona ndugu mtazamaji, mwenyewe barabara inatakiwa iwe nyeusi, lakini angalia ni nyeupe, kwa maana kwamba hiyo ni snow yote.
Okay, tuendelee. Kwa hiyo sasa unakuta sasa snow na nini, tulikuwa tunazungumzia kuhusu umeme ndani ya nyumba. Nyumba za huku ni nyumba ambazo ni dhaifu sana, tofauti kulinganisha na nyumba zile za kwetu Afrika. Tunajua nyumba zinajengwa na tofali, unajenga na tofali na vitu vinginevyo na mbao na vitu. Lakini nyumba za huku huwezi kuamini kwamba nyumba za huku ni mbao, wanaanza na mbao, kisha baada ya hapo wakishazungusha zile mbao, kwa maana kwamba ule msingi wanaosimamisha. Kwa mfano, unajua kama zile nyumba za miti za zamani, nadhani mnajua zile nyumba za zamani za miti, unaanza kuzungusha miti kwanza, unajenga miti. Angalia mbele, ndugu mtazamaji, angalia mbele kulivyo. Wewe mwenyewe unaona hali leo sio nzuri, yani leo hali ni mbaya, unaona? Yani hapo unatembea, taa zako ziwe zinawaka ili mtu aweze kukuona, au unaweka emergency light, kitu kama hicho, unaona? Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hii ndo hali. Kwa hiyo umeme ni muhimu, kwa sababu umeme ndo unafanya ile nyumba inakuwa kuna system ambao wanaiweka ndani ya nyumba, unakuwa ile sisi tunaita mahita kwa Kiingereza cha kawaida, hita, unaona? Kwa hiyo yale mahita yanasaidia kuleta joto ndani ya nyumba, yani usigande mule ndani. Kwa hiyo unakuwa ni kama vile inaleta hali ile ya kawaida. Nadhani utakuwa unaelewa. Kwa hiyo sasa, kwa sababu nyumba zake ni dhaifu sana, kwa sababu nyumba zake huwa wanajenga boksi na pamba, hizo wanaweka pamba, unaona? Wanaweka boksi na pamba. Kwa hiyo kisheka zile boksi na pamba, wanakuja tu kupigia wanahitaji zile sofito, kama sofito kama mnazijua, zile mbao ambazo laini kubwa hivi, alafu kama vile za kupigia simbodi au kupigia pembeni. Kwa hiyo inakuwa nyumba, yani kiufupi nyumba zake zinakuwa ni dhaifu sana. Kwa hiyo umeme unakuwa ni muhimu sana kuleta joto ndani ya nyumba, unaona? Kwa hiyo ukikosa umeme inamaanisha kwamba wewe huwezi kusurvive, kwa sababu huwezi kwenda nje baridi ni kali, snow kama unavyoona hali ya nje ilivyo, mikono inaganda, kila kilichopo hapa nje hapa baada ya muda mchache kinaganda. Kwa hiyo inakuwa hali ni mbaya. Kwa hiyo na ndani sasa, sehemu ambapo pekee unaweza kusema kwamba ni salama kwako ni ndani. Sasa na ndani umeme ukiwa hamna, kwa hiyo wewe unajikuta kwamba upo kwenye hatari. Alafu kitu kingine, kuna watu wengine ambao joto hawaliwezi, unaona joto baridi hawaiwezi. Kwa hiyo wanakuwa wanapitia changamoto kwamba inaweza ikawaathiri sana. Muda mwingine unakuta hii nyumba hii unaweza kama mule ndani ile baridi kizidi sana, unaweza kama vitu vinaanza kuganda, milango nje inaganda. Kwa sasa ule ukiwa kuna lile joto kidogo linasaidia zile kuondoa ule baridi sana mule ndani, kitu kama hicho. Kwa hiyo nimeelezea sana hapo kwenye umeme. Kwa hiyo kwenye kitu kingine, tunasema usafiri. Kipindi kama hichi usafiri ni muhimu sana. Kwa mfano, kama unavyoona sasa hivi Marekani hapa, kila mtu hamna mtu ambaye unamuona kwamba anatembea na mguu, na ni wachache sana. Na kutembea kwao kwa mguu haina maana kwamba wanaenda sehemu ya mbali. Ni kama labda mtu ametoka tu hapo mwenyewe hapo, ametoka ndani kwake, labda anaingia au ananyosha tu miguu nje hapo hivi, lakini haendi mbali. Sasa kuhusu usafiri, nazungumzia usafiri ni kwamba unaenda hizo ni gari za kufagia barabara, nilikuwa nazipisha. Kwa hiyo wale wafagiaji wa barabara wameanza kazi yao rasmi kama unavyoona, na hapa ni mtaani, tayari nimefika maeneo ya nyumbani, unaona. Kwa hiyo Marekani ni usafiri. Kwa mfano, kipindi kama hichi huwezi ukatembea nje kwa muda mrefu, haswa kuna upepo kama hivi, alafu kuna snow, alafu baridi ni kubwa, unaona, huwezi ukatembea nje.
hivi ukiwa mkavu ama haupo kwenye gari. Hata sasa hivi hapa nipo kwenye gari, nadhani hapo kipindi na record hii video yangu, nadhani ulikuwa unaona gari yangu ina ukungu mbele ya screen. Sasa kinachosaidia kuondoa huo ukungu kwenye gari, kuna kama heater, kuna kama system ya kitoa joto, yani inatoa joto kwenye gari. Kwa nakuwa mimi naendesha gari lakini sioni baridi, yani mna joto kwenye gari. Kwa lakini nje nikitoka kuna joto sana nje. Lakini ndani kuna nini? Ndani kuna joto lakini nje kuna baridi. Kwa hiyo system inasaidia wewe kuweza kuendesha gari na kufanyaje? Nimefika nyumbani. Hapa ndo nyumbani sasa. Barabara wamefagia kidogo. Lakini hapo humu ndani kwetu hawajafagia. Unaona? Kwa nadhani ndugu mtazamaji, utakuwa unaelewa ninachokizungumza. Kwa usafiri unakuwa ni muhimu sana. Usafiri unakusaidia kuelekea makazini, kwenda sehemu mbalimbali. Kama una kazi, kwa mfano unaenda kazini kwako ni dakika 12 ama dakika 20, dakika 30. Kwa inabidi uende na gari. Sasa bila hivyo huwezi kusurvive, kwa sababu kama unavyoona hali ya nje, upepo ni mkali. Hali ni mbaya. Kwa hiyo usafiri unasaidia sana. Kwa hiyo ndugu watazamaji, hiyo ndo hali ya Marekani. Nimeona nikuonyeshe au nikufafanulia au nikudadavulia kwa uchache ili uweze kunielewa na maanisha nini. Kwa maana kwamba mtu ukimwambia kwamba hali sio nzuri sasa hivi hawezi kuamini. Lakini ndugu wewe mtazamaji, kwa unachokiona sasa hivi unaweza ukawa unaamini kwa uchache. Lakini pia kimoyo unasema kwamba na mimi naomba Mwenyezi Mungu anifikishe, na mimi niende nikashuhudie na kinachozungumzwa. Naamini Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na utakuja kuona Marekani jinsi ilivyo. Okay, asanteni sana. Pia asanteni kwa muda wenu, asanteni kwa kunisikiliza. Niwatakie wakati mwema. Nimefika nyumbani salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hilo pia ni jambo la kushukuru. Nimefika saa 10 na dakika 19 ambao na 20 imeingia sasa hivi, na nimefika salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, japo mwendo ulikuwa ni wa taratibu na hali ilikuwa mbaya nje, lakini Mwenyezi Mungu amesaidia, tumefika nyumbani. Kwa hiyo hatujui tutalalaje, hali itabadilika ama itakuwa ni shwari, hatujui. Kwa hiyo tunasikilizia na tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kufanya wepesi, mambo yaweze kuwa safi na salama. Kwa hiyo ndugu zangu, asanteni sana kwa muda wenu, na asanteni pia kwa kunisikiliza, na asanteni pia kwa kuendelea kusupport channel yangu. Ila msiache kusubscribe kwenye channel yangu kwa kulike na kushare. Asanteni sana na watakia wakati mwema.